Habari yako? Leo nataka nizungumzie swala fulani ambalo nimeona linakuwa changamoto kubwa kwenye jamii na litakuja kusababisha mambo mabaya sana mbeleni. Swala lenyewe ni hili swala la usawa wa kijinsia. Ili neno usawa wa kijinsia watu wanavyotafsiri ni tofauti na ile neno linachomaanisha. Wanawake wengi wamekuwa wakitafsiri neno kwamba usawa, inaposema usawa wa kijinsia ni kwamba mwanamke na yeye ni sawa na mwanaume. Kitu ambacho sio sawa. Yaani mwanamke hawezi akawa sawa na mwanaume. Kila mtu anaweza, huyu atakuwa wa kike, huyu atakuwa wa kiume. Sasa watu wengi watafsiri neno kwamba usawa wa kijinsia ni mwanamke ni sawa na mwanaume. Lakini maana halisi ni kwamba mwanamke anaweza akafanya hata zile majukumu ambayo mwanaume anafanya. Kitu ambacho zamani wanawake walikuwa hawafanyi, lakini sasa hivi kuna majukumu ambayo yalikuwa yamechukuliwa kama majukumu ya wanaume, lakini wanawake wanafanya. Kwa sasa hivi hiyo ndio maana halisi ya usawa wa kijinsia. Lakini jinsi tunavyotafsiri sasa hivi inafanya wanawake hata wanapokuwa nyumbani kwao, wanapokuwa mke ana mume wake, anatafsiri kwamba na yeye ni sawa tu na mume wake. Kwa hiyo wote wako sawa. Hakuna ambaye yuko zaidi, hakuna ambaye anaweza kawa na kauli zaidi, hapana. Wote wanachukuliana wako sawa. Kitu ambacho sasa hivi kimekuwa ni kinaleta migogoro mingi sana kwenye familia na ndoa na mahusiano pia. Sasa ambacho nataka kushauri ama kuomba ni kwamba hebu jamii sasa hivi tujikite pia, wazazi, wazee, vijana wakubwa wenye familia zao, kila mmoja ajikite kwenye kuelimisha ili swala kwamba mwanamke sio, inaposema usawa wa jinsia haimaanishi kwamba ndio eti uko sawa. Yaani unaweza wewe ndio mwanaume anaweza kusema hivi na wewe ukasema hivi, akisema hivi na wewe unasema hivi, wote mpande. Hapana. Hebu kaeni kwenye nafasi yenu na wanaume nao wakae kwenye nafasi yao, watambue kwamba hili jukumu hata mwanamke anaweza kufanya na hili mwanamke anaweza kufanya na ambalo na yeye pia anaweza kufanya. Lakini acheni ile swala la kusema kwamba nyinyi ni sawa, kwa hiyo mnajilinganisha kwamba hakuna mwanaume akisema hivi na mimi naweza kufanya hivi, kitu ambacho kinapelekea sasa hivi panakuwa na tatizo kubwa sana. Migogoro mingi inatokea, wanawake wanapigwa zaidi, wanawake wanateswa zaidi, ndoa nyingi zinavunjika. Nisiwadanganye, ni sababu ni moja tu, ili neno usawa wa kijinsia. Elimu itolewe kwa maana halisi ya hili neno usawa wa kijinsia. Wanawake waelewe nini maana ya hili neno, sio kujilinganisha na wanaume, bali ni kuweza kufanya vitu, baadhi ya majukumu ambayo wanaume walikuwa wanachukulia ndoa ya kwao zamani, sasa hivi hata wanawake wanaweza kufanya. Sasa ambacho nakiona mbele ni kwamba kama itaendelea hivi, mimi siwadanganya, miaka 10, 15 mbele, 20, kutakuja kutokea makundi ya wanawake ambao wanapambana na wanaume na makundi ya kiume ambayo yanapambana kuhakikisha kwamba wanawake wanarudia kwenye nafasi yao. Sasa kitu hichi kitakuja kutokea kwa